Enyi watu wa Qur'an, enyi watu wa Allah, ninawaombeni tuelekeze akili zetu Benjamin Mkapa kunako tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka huu. Hii inatokana na kuwepo kwa tukio kubwa la mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni. Karibuni katika mashindano haya ya kipekee na msisimko kwa hivi sasa ulimwenguni. Upekee wa mashindano haya yanayoendeshwa na Al-Hikma Foundation ni kwa sababu yanatimiza umri wa miaka 25, yani robo karne. Pia hutuunganisha Waislamu wote ulimwenguni na kuonesha mshikamano katika njia ya Allah. Karibuni tuujaze uwanja mapema kuanzia majira ya saa 12 asubuhi hadi saa 7 adhuhuri. Karibuni kwa Mkapa. Hakuna kiingilio chochote zaidi ya kuburudika, kusikiliza Qur'an na kujizolea thawabu kede kede. Njoni makundi kwa makundi, wanaume na wanawake, ili mujionee vipaji halisi vya Qur'ani vikisoma kitabu kitakatifu cha Allah kwa sauti nzuri yenye ladha halisi ya Qur'ani. Hakika nyoyo zenu zitafurahika na mili itasisimka kwa kusikiliza maneno bora ya Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Usisahau kumtaarifu jirani yako ili muongozane pamoja kuja kushuhudia washiriki mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali duniani wakishindana kusoma kitabu cha Allah kwa uhodari wa hali ya juu. Hakika hamtajutia bali mtafurahika mno. Njoo tusikilize kitabu cha Allah na iwe mwanzo wa sisi kurejea katika njia njema ya kumcha Mola wetu na kusamehewa makosa yetu pia. Njooni katika njia ya Allah, tuitendee haki Qur'an kwa kukaa kwa utulivu na kuyasikiliza maneno ya Allah kwa makini, ili maneno haya yatunyanyue siku ya Kiyama kwa kututetea mbele ya Allah. Ni ukweli mtupu, mashindano haya ni kivutio kwa vijana mbalimbali ambao wanahitaji kuwa mahafidhu al-Qur'an. Pia ni hamasa kwa wazazi kuwekeza katika kitabu cha Allah kwa kuwahifadhisha watoto wao Qur'an. Ni imani yangu washiriki wote ni bora, ila bora zaidi ataibuka mshindi. Sheikh Nuruddin Kishki, kipenzi cha Waislamu wa Tanzania, na kuombea dua ili Mungu akulinde na mahasidi kwa kufurahisha nyoyo za waja wa Allah kwa kusimamia mashindano haya yanayoleta maadili katika jamii. Nimalizie kwa kusema Allah tujalie Qur'ani isiishie kwenye kuhifadhi na kushindana, bali itawale kwenye tabia na matendo ili itunyanyue na sio kutubwaga. Makala hii imeandaliwa na kusimuliwa nami Omari Madiva.